Kwa nini sherehe ya Pasaka inabadilika tarehe mwaka baada ya mwaka? Wapendwa, tumsifu Yesu Kristo. Katika mzunguko wa mwaka wa kanisa, ambapo kwa ujumla tunaadhimisha fumbo la Kristo, kuzaliwa, maisha na mafundisho, mateso, kifo na ufufuko wake, kuna maadhimisho katika huo mwaka wa kanisa, mwaka wa kiliturujia, kuna maadhimisho ambayo tarehe zake zinafahamika. Kwa mfano Krismasi na maadhimisho mengine. Halafu kuna yale ambayo yanabadilika, na mojawapo ya adhimisho ambalo linabadilika tarehe ni Pasaka. Kwa hiyo Pasaka ya mwaka jana ilikuwa tarehe tofauti na Pasaka ya mwaka huu imekuwa tarehe tofauti. Kwa nini? Sasa kuna baadhi ya watu ambao wanaitazama sherehe au sikukuu ya Pasaka kwa jicho la mashaka, wengine kwa jicho la upinzani, na wanatia shaka hata jina lenyewe Easter, Pasaka. Maana hilo neno Easter linatokana na Ishtar, Ashera au Ashtoreti, ambaye alikuwa ni mungu wa kike wa uzazi wa Wakanaani. Kwa hiyo kuna watu wanapinga jambo hili, wanapinga hata matumizi ya jina hili Easter, Pasaka, kwa sababu linatokana na neno ambalo asili yake ni kwa wapagani, na matumizi yake au maana yake alikuwa ni mungu wa kike wa Wakanaani. Sasa watu wanaweza wakawa wanapinga jambo hili, lakini wanaendelea kukumbatia Biblia zao zenye kitabu cha Esta, ambapo neno Esta au jina Esta na yenyewe linatokana na mzizi ule ule wa Ishtar au Ashera, Ashtoreti, mungu wa kike wa Wakanaani. Kwa hivyo kwamba jina hili linafanana na jina fulani haimaanishi kwamba matumizi yake yote basi ni maovu. Haimaanishi hivyo. Hata herufi tunazotumia kuandika au namba tunazotumia hatukuzigundua Wakristo. Kumbe tunaweza tukatumia jambo fulani ambalo lilitumika kwa namna fulani, lakini tukatumia katika muono wa Kikristo. Sasa tuachane na hayo majina kwanza. Leo nataka tu nikuhabarishe kwa nini Pasaka inabadilika tarehe. Kwa nini inabadilika tarehe? Sababu kubwa na ya msingi ni kwamba kalenda waliotumia Wayahudi ni tofauti na kalenda tunayotumia sisi, na tuna mahangaiko ya kutafuta siku ile ile ambayo Yesu alifufuka. Kwa hiyo mahangaiko hayo na utofauti wa kalenda ndio unaosababisha sherehe au sikukuu ya Pasaka ibadilike tarehe mwaka baada ya mwaka. Kumbe basi Pasaka inabadilika tarehe kwa sababu hiyo. Tumerithi sherehe ya Pasaka moja kwa moja na maadhimisho yake kutoka kwa Wayahudi. Hao wenyewe waliadhimisha Pasaka yao, yani kutoka kwao Misri, tarehe 14 au 15 ya mwezi Nisan. Huu mwezi kwao ulikuwa wa kwanza. Hiki ni kipindi ambacho kadiri ya Yohane Mwinjili ndipo siku na wakati aliokufa Yesu. Alisulubiwa muda ule ule alipochinjwa mwana kondoo wa Pasaka saa 9 jioni. Kumbe kinacholeta utofauti kama nilivyosema ni utofauti wa kalenda. Wayahudi kalenda yao ilikuwa wakati mwingine na miezi 12, wakati mwingine na miezi 13. Tutaendelea kuona kwa nini ilikuwa hivyo. Sasa siku ya karamu ya Bwana, Alhamisi, tunaambiwa ilikuwa ya maandalio ya Pasaka kadiri ya Mwinjili Yohane, na inakubalika sasa kadiri ya Mwinjili Yohane kwamba Yesu alikufa siku ya Pasaka ile ambapo alichinjwa yule mwanakondoo wa Pasaka, ambapo alikuwa anaadhimishwa. Kwa hivyo Yesu alikufa hiyo siku kwa sababu Yohane tunakumbuka mwanzoni kwenye Injili yake alituambia huyu ndiye mwana kondoo wa Mungu. Hayo ni maneno ya Yohane Mbatizaji. Tunaona anatuonyesha hilo. Yohane sura ya kwanza 29 bila shaka. Sema huyu ni mwana kondoo wa Mungu aondoaye dhambi za ulimwengu. Kwa ukiunganisha na yule mwana kondoo aliyechinjwa, Waisraeli wakatolewa Misri kwa damu yake iliyopakwa katika vizingiti vya milango yao, ambapo malaika alipopita kuadhibu wazaliwa kwanza wa Misri wa wanyama na watu, aliivuka milango yao na nyumba zao. Basi ni kwa damu hiyo sisi, damu ya mwana kondoo huyu wa Mungu, sisi tunatoka katika utumwa wa dhambi. Adhabu ambayo tulipaswa kuipata kwa dhambi zetu, Mungu anavuka kama anaturuka
kwa sababu anaona damu pale. Damu ipi? Damu ya mwanaye huyu Yesu, ambaye sasa naye ambaye alikuwa ni mwanakondoo sasa asiye na ila kama ilivyokuwa kwa mwanakondoo yule wa Pasaka, ambaye alikuwa hana doa, hana kasoro, wala hajavunjika wala hajaugua. Ndivyo ambavyo alikuwa na Yesu Kristo. Sasa tena ni zaidi katika ukamilifu wake, kwamba alikuwa ni sadaka safi kamilifu, asiye na ila, asiye na doa. Sasa huyu kadiri ya mwinjili Yohane, wataalamu wanakubali kwamba aliteseka, alisulibiwa siku na wakati na muda ule ule ambapo ilikuwa ni siku ya Pasaka, ambapo mwanakondoo yule alichinjwa. Waliadhimisha hivyo Waisraeli kila mwaka katika huo mwezi wao wa kwanza wa Nisan, tarehe 14, au maandiko mengine yanaeleza tarehe 15. Haya, sasa kama Yesu alichinjwa au alisulibiwa siku ambapo mwanakondoo alichinjwa, hiyo siku ya Pasaka na muda ule, kadiri ya mwinjili Yohane tunaona Yesu alifufuka siku ya kwanza ya juma. Alifufuka siku ya kwanza ya juma baada ya ile tarehe, yani baada ya ile Pasaka, siku iliyofuata yani wiki iliyofuata, siku ya kwanza ya juma, ndio Yesu alifufuka. Na hiyo siku ya kwanza ya juma kwa Wayahudi ilikuwa ni siku gani? Ni Dominika, siku ya Jumapili iliyofuata. Na ya maandalio ya Pasaka alipokula karamu ilikuwa ni lini? Alhamisi. Kwa hivyo Yesu alikufa lini? Hiyo Ijumaa. Akafufuka lini? Jumapili, siku ya kwanza ya juma, kusoma Yohane sura 20. Yohane sura 20. Sasa mwezi Nisan wa kwanza kwenye kalenda ya Kiyahudi kwetu tunaupata wapi? Sasa shughuli inakuja hapo. Mwezi Nisan huo wa Kiyahudi kwetu tunaupata kati ya Machi na Aprili. Yani inaunganisha huku kwenye Machi na huku kwenye Aprili, ndio tunaupata huo mwezi Nisan sasa wa Kiyahudi, ambapo waliazimisha Pasaka kwenye hiyo tarehe ambayo nimesema 15. Sasa hiyo mwezi hiyo tarehe ya huo mwezi 15 kwa kawaida huangukia katika mwezi mpevu, full moon. Sasa shughuli inakuja kuipata tarehe hiyo ya kalenda ya Kiyahudi. Kalenda ya Kiyahudi ilitegemea jua na mwezi, yani ilikuwa luni solar. Lakini kalenda yetu sisi inategemea jua. Inategemea jua pekee. Kwa hivyo Wayahudi pia walikuwa na mahangaiko ya kutafuta hiyo tarehe. Walikuwa na mahangaiko kutafuta hiyo tarehe kuhusiana na kuadhimisha Pasaka yao. Sasa waliunganisha pia adhimisho hilo la Pasaka, waliliunganisha na kipindi cha masika, wakati ambapo maua na miti huchipua na kuchanua, jambo ambalo walilitazama kama ishara ya kuzaliwa upya. Na hili ni jambo ambalo ni utamaduni wa maeneo mengi, yani wanatazama kipindi hicho kama kipindi cha rebirth, kuzaliwa upya. Kwa hiyo huo mwezi wa kwanza kwao na hiyo tarehe ambapo ulikuwa unaambatana na vitu hivyo, waliamua kusafiri na hivyo vitu katika maana ya Pasaka waliokuwa nayo. Sasa ili kuhakikisha kwamba Pasaka yao inabaki, kwa sababu tukisoma kule mwanzoni katika kitabu cha Kutoka, waliambiwa kwamba hiyo siku aliyotoka Misri kwao ndio itakuwa hiyo siku aliyosherehekea Pasaka, ndio itakuwa siku ya kwanza. Itakuwa siku ya kwanza. Huo mwezi waliotoka waliambiwa ndio utakuwa mwezi wa kwanza kwao. Utakuwa mwezi wa kwanza kwao. Sasa ili kuhakikisha Pasaka inabaki katika picha hiyo ya kuzaliwa upya, ambako kwetu ni kuumbwa kwetu upya, Wayahudi walipoona kwamba kuna kuwahi au kuchelewa kwa hiyo tarehe 15 ukilinganisha na ile mwezi mpevu, masika, kuchanua, kuchipua, kuzaliwa upya, walipoona inachelewa au inawahi ukilinganisha na hicho kipindi, waliongeza mwezi mwingine wa 13 kwenye kalenda yao. Ili iweje? Ili kubalance sasa, yani ile tarehe ibaki iambatane na hayo masika, huko kuchanua kwa mimea. Hiyo dhana ya rebirth, kuzaliwa upya. Sasa hao ni Wayahudi. Kanisa sasa likaja likafanya nini? Katika mtaguso wa Nisea wa mwaka 325 baada ya Kristo, kanisa sasa liliamua kusherehekea Pasaka Jumapili, yani siku ya kwanza ya juma inayofuata baada ya mwezi mpevu wa masika, yani siku ya kwanza ya juma inayofuata baada ya 15
Nisan kwenye kalenda yetu sasa. Sasa kwenye kalenda yetu sisi hatuchungulii mwezi kwamba umejaa au hujajaa, umekuaje. Na bahati nzuri juzi hapa nimeuona mwezi uko full kabisa, unang'aa, umejaa. Unang'aa, umejaa. Kwa hivyo sisi sasa hatuchungulii mwezi, lakini tunatumia mahesabu. Kwa hiyo tarehe ya Pasaka inakokotolewa kimahesabu, na kimahesabu, kijiografia, na mahesabu yanapoingia hapo, tunagundua kwamba hiyo tarehe kwenye kalenda yetu sisi tunaipata kati ya 22 Machi na 25 Aprili, hapo katikati. Hapo ndipo sisi tunapata sasa 15 Nisan kwenye kalenda yetu, ambapo sasa tukishaipata hiyo 15 Nisan, Jumapili inayofuata baada ya hiyo siku ambayo ndio Yesu alifufuka, sasa siku ya kwanza ya juma, ndipo sasa sisi tunasherehekea nini? Sherehe ya Pasaka. Na kama ambavyo Wayahudi waliadhimisha sherehe hiyo kwa siku 8, ndivyo na sisi hiyo sherehe yao waliadhimisha Pasaka kwa mikate isiyotiwa chachu katika hizo siku 8. Sisi tunaadhimisha sasa kwa oktava, kwamba siku ya Pasaka, sherehe ya Pasaka inakuwa ni ya kwanza, tunahesabu mpaka siku 8, inaitwa oktava, ambayo tunasherekea huo ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo wenyewe walikombolewa kutoka utumwani Misri, sisi tunatoka katika utumwa wa dhambi, na hiyo tarehe yao 15 ya mwezi Nisan kwetu sisi tunaipata katika kati ya 25 Machi na 25 Aprili. Kwa hiyo tunaadhimisha Dominicus, tunaadhimisha Pasaka siku ya Dominika au siku ya kwanza ya juma baada ya huo mwezi mpevu ambao tunasadiki ndio itakuwa sasa 15 Nisan kwenye masika hapo ya kati ya Machi na Aprili. Kwa hivyo hiyo ndio sababu kwa nini Pasaka inabadilika tarehe kutoka mwaka hadi mwaka. Lakini cha muhimu hasa sio tarehe au siku, cha muhimu hasa ni imani yetu, hali yetu ya moyo, uelewa, maandalizi, kwa sababu tunachokumbuka tayari kimetokea, lakini kinaendelea kutokea kwetu kupitia hayo maadhimisho tunayofanya. Kwa hivyo tuendelee kusherehekea ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye amefufuka kupiga muhuri katika mchakato wa ukombozi wetu. Mtume Paulo anatuambia kama Yesu asingefufuka, basi imani yetu na maisha yetu ni bure, na sisi tunakuwa kama watu wenye hasara zaidi duniani. Kumbe basi Mungu azidi kukubariki, niendelee kukutakia maadhimisho mema ya sherehe ya Pasaka. Mungu amefufuka, Kristo amefufuka, afufuke mioyoni mwetu, tuwe na upya wa maisha katika kumjua, kumpenda na kumtumikia. Haya yote yamekujia kupitia Wana wa Mungu Community. Lengo letu ni makuzi, mabadiliko na ukomavu katika Kristo. Mungu akubariki sana. Tumsifu Yesu Kristo.